Naam, ikiwa tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za leo tunazianza kutoka eneo la Vatican, mahali ambapo mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francisco amefariki siku ya leo tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka wa 2025, siku ya Jumatatu. Papa Francis amefariki akiwa na umri wa miaka 88. Papa Francis amekuwa mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni kwa zaidi ya miaka 12. Alianza kufanya kazi ya ukuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni mwaka wa 2013 na amefariki akiwa na miaka hiyo ambayo nimekuambia kwamba miaka 88 baada ya kuugua kwa muda mchache. Viongozi kutoka maeneo tofauti wametuma risala za rambirambi kwa kifo na familia ya Papa Francis. Tukiendelea na taarifa hizo za huzuni za kifo chake Papa Francis ambaye amehudumu kwa muda, viongozi wa kanisa Katoliki kutoka nchini Kenya wamejitokeza na kumiminia sifa sufufu, wakisema kwamba amefanya kazi kama mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni. Na baadhi ya wanasiasa pia wametuma risala za rambirambi kwa familia yake Papa Francis, akiwemo Rais William Samoei Ruto ambaye katika mtandao wake wa X ametuma jumbe za rambirambi kwa familia ya Papa Francis, huku pia aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Baadhi ya viongozi ambao wamemlilia Papa Francis kama kiongozi ambaye alikuwa ameweka mbele kusaidia familia na wale ambao hawajiwezi. Huyu ni Askofu Martin Kifufa ambaye ni askofu mkuu katika jimbo la Mombasa, kanisa Katoliki. Ni mmoja wapo wa mapapa ambao wamefanya kazi kubwa sana tangu kanisa hili liweze kuitwa kanisa Katoliki. Yeye akiwa ni papa aliyekuja Kenya pia mara mbili walao, na ni kwa kweli ni kwa misimamo yake na kwa shughuli ambazo aliweza kufanya na kanisa, ni kwamba ameweza kusambaza imani na kuonyesha kwamba kanisa Katoliki ni inapokea yoyote yule wowote wale, na zaidi aliweza kutetea haki na kusinikiza hali za kuleta amani katika sehemu nyingi. Umemwona Sudan, tumemwona nchi ambazo ni zinapigana majuzi hapa juzi. Nia yake kwa watu wa Gaza na watu wa Ukraine kwamba vita visitishwe, waache vita. Nia yake ya kuwa watu wawe na uwiano katika sehemu kadha wa kadha. Na tukimalizia ni katika siasa, wakati ambapo mwenyekiti wa chama cha PLP ambaye ni Martha Karua ama People Liberation Party amejitokeza na kusema kwamba atawania kiti cha urais mwaka wa 2027. Karua amewahimiza Wakenya kujaribu nguvu ya mwanamke wakati wa uchaguzi wa mwaka wa 2027. Amewahimiza pia kupigia wanawake kura katika nyadhifa mbalimbali. Liza ni ya urais, na ndivyo kama mama niweze kutunza Kenya vile mama anatunza mboma. Mama hawezi kuacha mtoto hata moja kulala njaa. Hata chakula ikiwa kidogo inagawa kidogo kidogo, kisha kila mtu akapata. Hata mtu akipita anapatiwa yake kidogo. Keki ya Kenya tunataka igawe kwa usawa, sio vile inagawa siku hizi. Mumejaribu wanaume siku hizo zote, tafadhali wakati huu jaribuni mama kwa PLP. Taarifa za biashara Ruth Nyanchama ameziandaa, atakupasha. Mimi ni Videlis Moshoge. Hujambo mpendwa na karibu katika habari za biashara. Tukianza ni kwamba shirika la kukusanya ushuru hapa nchini Kenya limepanga kufanya ushirikiano na mifumo mine ili kufuatilia malipo yanayolipwa kwa wasambazaji na wanaolipwa kwa watumishi wa umma. Pia hatua hiyo inalenga kufuata wale wote ambao wanafanya udanganyifu katika kulipa kodi na vile vile kuongeza mapato. Mifumo hiyo ni pamoja na Integrated Financial Management System, Central Bank System na vile vile e-tax, na ingine ni Government Human Resource Information System. Mahakama imeondoa amri iliyoweka kuzuilia mnada wa hisa
za milioni 75 za Britam ambazo ni zake Peter Munga ambaye ni mwanzilishi ya benki ya Equity. Hisa hizo zina thamani ya milioni 510. Zuiliwa kwa hisa hizo ni kwa sababu ya mkopo ambao Peter Munga alichukua kutoka benki ya ABC. Na kwa upande mwingine ni kwamba walipa kodi huenda wakaendelea kulipa mabilioni ya ada ya kisheria kwa kampuni za mawakili wa nje wanaoajiriwa na serikali ya kaunti ili kushughulikia maswali mbalimbali ya kisheria. Hii ni baada ya maseneta kuzuia magavana kufikia huduma hizo. Nikomee hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.